people, this is Cedric. Show ni Biz Mtaani. Now on our first episode, tuko hapa na Stevo. Stevo anauza smoky, chapo na kadhalika. So we just want to get to know his name na ini kazi gani. So Stevo, karibu. Asante sana. Majina? Jidra Shiraku. Wewe ni mkaji wako? Nakaa Seti. Seti. Seti na huko ni Kileleshwa. Ya Seti, lakini Biz nilijua usaidia huko. Usaidia huko? Yeah. Oh, so ulidiscover hii place? Hii place. Mara ya kwanza nilikuwa natembezaga tu. Nilikuwa naikaga machapo, nimeweka machapo, masmoky na mayai ndani ya ndoo. Kuna siku nyingine nimefika hapa, nikapata kuna ma student wako hapo. So nikaamua tu kuweka kabeza hapa. So like hii business yako ni nini? Mimi naona sioni naona smoky mayai chapo like nini exactly? Hizi yenyewe ni Rolex. Rolex. Yeah, Rolex. Tunaikaga hadi ya pan, lakini venye mmekuja kabla mmekuja mapema. Lakini naikaga chapo, smoky sausage, mayai juu, kachumbari ndani, mustard juu. Yeah, alafu na wrap kitu mzito tu, kitu healthy. Stevo, like uko na product mingi sana. Unaweza kueleza ni nini unauza hapa hivi, like unaona chapo, ni unaona smoky, ni nini like unauza nini generally nauza Rolex. Yeah. Rolex ni nini kwa ndani ya Rolex? Kuna mayai. Sijui kama ningekuonyesha, kuna mayai, kuna smoky ndani, sausage ndani bado unaweka pamoja na kachumbari. Na sangine tunafanyaga hadi fry. Mtu akioda fry tunaweka juu ya chapo, kachumbari juu. Yeah. So target yako ni gani ukieleza? Target Mara kwanza nikikuja nilikuwa nimetarget sana ma student, lakini so far nowadays tumetarget wote wanakula. Hata sasa hivi niko hadi nafanya delivery, maorder ziko. Ya sika kitambo. Challenge lazima zikuwe, kanjo lazima wasumbue, lakini tu unajua hii ni Kenya. So una deal na waje? Deal na mnaongea tu na mna negotiate kidogo. Mwezi kwa sana. Alafu tena unajua wanaelewa mimi ni asla tu, lazima at least watupeleki mbio. Yeah. Nikiuza vizuri. Azini hata kubaki vitu zinabakigi, lakini azibaki hivyo venye ile mingi, lakini kweli zinanunuliwa. Kwenda nazo zinaenda. Sasa in case ibaki unafanya aje? Unatupa ama kesho nini? Unajua sasa kwa biashara kuna venye lazima ujue kupreserve. Kama kitu imebaki ujue kupreserve, ujue venye utaiweka. Unajua hygiene ndio inafanya hiyo chakula inaenda. Juu yenyewe ukiwauzia watu zimelala, sio watakuja. So kama chapo najua kikauka ibaki hiyo. Most of the chapo na smoky zinakuwa mingi, chapo zinakuwa fancy. Kono. Naanzaga na chapo. Alafu najua siku hizi vitu zimepanda. Siku hizi unga si venye tulikuwa tunanunua kitambo. Siku hizi salad imefika 260. Unaona unga ngano sasa hivi 140, sika kitambo ilikuwa 120, umeona? Challenge ni venye tulikuwa tunatengeneza dough, si venye tunatengeneza sasa hivi. Kuna time yenye hii busy ilikuwa iko sawa. Hata ukiingia kwa chama, unatoa tu. Siku hizi kazi imekuwa ngumu, hiyo pesa ifiki. Target haifiki venye ilikuwa inafika kitambo. Unaona? Smoky tunapika na gas, juu naenda kwa depot ya Farmers Choice. Kama ni samosa napika na gas, alafu chapo napika na nini? Jiko. Sasa unapika usiku ama unafungua tena? Kufungua tena, kuamka na mkaga saa 10 nitengeneze mada kwanza za samosa. Kisha maliza kutengeneza samosa ndio niingie kwa chapo. After hapo niende depot hapo Kangware. Ndio nikuja direct sasa. Lakini si hata nakuwa ni maamka saa 4. Maamka saa 10. Saa 10 kutengeneza kila kitu. By saa 4 ushafuka. Yeah, juu samosa zinasumbua kutengeneza hizo mada kwanza. Alafu unajua kuna aina mbili, kuna za samosa ya nyama na ya viazi.
Unaona? Kuna time nakuwa na mtu wa mkono, lakini unajua siku hizi leo anaweza ingia leo, kesho haingii. Unaona? Challenge. Unajua kuna wasemi wa kulagi street food. Na the reason why wakuli ni ile wanaona ni kama hygiene iko chini. Azin tena kuna wasi kulingana venye wanakubeba. Na azin mtu anakuangalia hivyo alafu anakubeba hivyo, umeona? Sasa challenge si ati labda sasa mtu best yake alikuja na best yake. Sasa this time unaweza kula. Lakini tu ati amesimama tu amekaa. Ni trick kiasi. Sasa ndio challenge tunapata. Unajua wanaona ni vitu za barabara. Alafu wakiona vitu za barabara wanaona hii hapana, naweza umwa na tumbo. Na yeye ingekuwa yenyewe inaumishaga watu tumbo. Hiki kitu nimefanya almost 4 years. Yeah, ingekuwa inaumisha watu tumbo. Najua sasa ningekuwa nimepelekwa ndani. Unaona? Ni kitu iko sawa kabisa. Lakini sasa challenge ni venye kuna labda mtu aletwe na best yake, lakini si ati mtu amejileta tu, ni ngumu kiasi.